za mapenzi. Hizo nguo umeanza kuvaa lini? Na unaenda wapi? Kuna watu naenda kukutana nao mara moja tu mume wangu na wewe kurudi. Na kusema hivi, kwenye nyumba yangu sitaki nguo kama hizo. Kwani zina nini hizo nguo? Sitaki ujinga. Naomba rudi ndani sasa hivi. Lakini sichelewi na wewe kurudi. Nishakwambia sitaki ujinga, naomba rudi ndani. Tena shika kabisa huo mzigo weka ndani hapo. Ndani. Vitisho na hisia. Tunaongea na wewe za mapenzi. Hisia zangu maumivu ya moyo. Mume wangu mbona nifanyia hivyo lakini ndani hamna unga, hamna mafuta, hamna mkaa, gesi imeisha. Hivyo mwanamke una shida gani wewe? Mwaka wa 3 sasa huu tupo kwenye ndoa. Ila sioni dalili hata ya ujauzito. Sioni chochote, Hadi nadhalilika mtaani, marafiki zangu kina Nana, kila Juma wananicheka tu. Kwako sioni chochote zaidi ya kunitia hasara. Kila siku unga tu. Si nini kimeisha, Ndo unachojua hicho tu. Ila swala kubeba ujauzito, hujui hata kidogo yani. Hivyo unavyoongea unamaanisha nini? Kwamba kwa kutokupata mtoto au? Kosa ulione, unaona kawaida tu. Kwamba kuishi bila mtoto afu kwenye ndoa miaka 3 unaona kawaida tu, upo tu. Unanitia hasara na huelewi. Kila siku umeme na maji. Afu acha kunisumbua mwanamke wewe. Acha kunisumbua. Hivi vitu najua mimi natakiwa nivifanye. Na nitavifanya kwa wakati wangu, muda ambao nitataka mimi. Sio muda unataka wewe. Wewe mwanamke wewe. Mume wangu. Ujinga kuniona mpole ndio umekufanya ukose maamuzi. Shoga yangu, mbona umeniangusha wewe? Wewe acha tu shoga yangu. Si unajua yule mwanaume kanibana jana, kanizuia hata kutoka na simu yangu kachukua kabaki nayo. Kanifungia paka mlango sijatoka. Hivi ninavyokuambia. Siwezi hata kutoka sasa. Unaona atakuwa kipengele huyu. Mimi si unaniona? Si unaona sasa hivi ninavyopendeza? Nakuona mwenyewe. Unaniona Yaani Amosi aongei kitu. Nimemweka hapa kwenye kijanja changu. Aongei kitu hata mara moja. Na siwezi kumpa nafasi aongee, siwezi. Zamani tulikuwa tunatoka vizuri, ninavaa napendeza. Lakini sasa hivi ananibana, hataki hata nitoke. Mtu mwenyewe hata sasa hivi hata simpendi. Nimempenda tu hivyo vishamba vyake hivyo, vibanda hivyo. Mimi na mtu wangu huyo. Mganga mmoja huyo hatari. Wewe usiniambie. Yaani huyo mganga akikufanyia shwa, yule jamaa anafunga mdomo wake, hata ongea kitu tena. Basi nipeleke. Unataka nikusaidie? Kwa hatua niliofikia. Tayari maana mapenzi hayo. Hapana, nipeleke tu shoga yangu. Mapenzi Mimi ni wakuvaa hivi jamani hivi. Maana umechakaa siku hizi shoga yangu, unavaa mpaka madera, unavaa nguo za ajabu. Yaani unanishangaza kweli wewe. Hapana. Nishachoka. Mimi kwanza nishamchoka yule mwanaume mwenyewe. Sasa basi ngoja nimpigie simu alafu tuende. Subiri hapo shoga yangu. Mambo mjini ndo kama haya. Wafikiri hizo mali nisaidie shoga yangu. Halo. Tante Nahe. Uko wapi wangu? Mimi sasa hivi niko Kingeni huku kwa baba. Nakuja na shoga yangu. Ninakuja na shoga huku Kingeni. Nakuja na shoga yangu sasa hivi bwana. Sawa, sema mkija msifike mpaka Kingeni. Fika pale mtoni nipigie simu, sawa? Haya, nisubiri nakuja hapo na shoga yangu. Nipigie simu mkifika mtoni. Sasa shoga, tusichelewe. Twende maana kwa sababu yule atakuwepo huko. Hataenda pale kwa baba yake. Maana anajua hela atakula na baba yake. Kwa hiyo kuna sehemu hapo ndo ametuambia twende. Tusichelewe maana huyu baba anaweza kanikuta. Chamtema kuni utaona chamtema kuni. Ukiwa msaliti wa mapenzi utaona chamtema kuni. Mweke hapa. Yule Amosi anaongea nini? Anaongea nini? Yaani nimemweka hapa. Yaani sisi nikwambieje? Yaani ule umkomeshe ule baba.
Yaani nitafurahi sana. Usijali wewe wangu tena. Si unajua mambo yangu. Choka yule baba. Si unajua mambo yangu shoga yangu. Yaani yule umkomeshe. Yaani umkomeshe. Shida tena bwana mabegi nje. Hizi ni funguo zako. Naomba nikubeze funguo zako, nimechoka na manyanyaso, naomba talaka yangu. Niondoke zangu. Kweli mwanamke una changamoto hivi. Hivi kuna kitu huku ndani kuna kitu hakionekani? Navyokuambia hatuna mtoto kweli nao naona. Au kuna kitu naongopa huko ndani? Basi kama umechoka ukao ndani unataka kuondoka wewe ondoka. Ila tambua kwamba mimi sijakufukuza. Na swala la talaka kwangu sahau. Nitatoa wakati ambao nitataka mimi mwenyewe, sio wakati unataka wewe. Kwa kama naondoka nje hapo wazi ondoka. Na je fungo zangu mimi niingie ndani bwana. Sema unaendesha kuondoka wewe ondoka bwana. Bwana nishachoka bwana. Kila siku kelele tu. Moyo unalia, sura inacheka, nateseka kwa mapendo yangu. Chamtema kuni utaona, chamtema kuni ukiwa msaliti wa mapenzi, utaona chamtema kuni ukiwa mwizi, utaona chamtema kuni. Mateso ya mapenzi, wivu na hasira, chamtema kuni. Sasa shoga yangu, ngoja nimpigie simu. Halo? Tayari tumekuja fika kwenye mto. Tumeshafika hapa kwenye huu mto. Mvuke mto huo. Mvuke mto huo. Tuvuke mto? Hauna mambo hapa, mvuke mto. Haya. Sasa shoga yangu, tunavuka haya maji tunapandisha hivi. Sio mbali, usikate tamaa. Maji tutapita kweli? Tunavuka hapo. Wewe shida yako nini? Wewe twende. Utaona chamtema kuni. Mateso ya mapenzi, wivu na hasira, chamtema kuni. Ushirikina unaumiza maisha ya watu. Nimekufuata huko karibu kwa sababu kule mzee yupo kwenye kazi. Umeona bwana? Ndiyo. Nikasema ngoja nije huku kwa sababu kama kazi yenyewe ndogo mimi nitaiweza. Kuliko kwenda kumsumbua mzee. Haya, nipeni habari. Yaani usijali kabisa, huyu ndo yule rafiki yangu nimemleta. Huyu msichana Ndiyo. Ana mume wake. Mume wake anamsumbua kweli yani. Yaani anamsumbua mwanaume, ni anaongea. Sasa huyu anataka umpe yale mambo yetu yani. Kwa hiyo anataka amshike mkononi, amweke hapa kwa anataka amweke kwenye kiganja babu. Hilo limeisha. Sasa sikiliza, hilo tatizo ni dogo sana. Haina haja ya kwenda kule kwa mzee, maana mzee mwenyewe anaye shughuli ni nyingi. Mimi nitawasaidia. Sawa. Sasa itabidi mnisubiri hapa. Mimi ngoja niende nikachukue dawa kidogo. Ninakuja. Sawa. Hai. Wewe nenda tu. Shoga yangu. Ni mganga kweli? Mbona mganga mwenyewe huyu mdogo sana? Ndiyo, huyu ni mganga na babake ni mganga. Tena babake ndo mganga zaidi, lakini mambo haya anamaliza kabisa. Una uhakika nitafanikiwa? Shoga yangu, unanionaje? Wewe umuone yule Amosi pale? Usije kanipitisha kwenye shimo bovu. Umemuona yule Amosi? Oho. Shoga yangu, mimi kila kitu. Ngoja nisubirie nione mambo ya mtoto. Mimi siwezi kupeleka sehemu mbaya shoga yangu, sina mbambamba. Shoga yangu, yani usifikirie vibaya, yani
Jamani. Semba. Haya, nimesharudi. Sasa sikiliza sasa niwaambie. Hivi ni vitu vidogo. Havina haja eti mpaka umpate mzee umsumbue kule, ana mambo makubwa mzee. Anawapa watu utajii huko. So hivi vitu vya kumweka mtu kwenye kiganja hapa. Hivi ni vitu vidogo ninaviweza hata mimi. Sasa sikiliza we binti. Umeona hii dawa? Hii dawa haipo nyingi sana, ni kidogo sana, ipo katikati hapa. Hii dawa inatakiwa umpe mume wako asubuhi. Unamwekea mume wako kwenye chai asubuhi ile. Unaikoroga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu mpaka mara ya 7. Sawa? Ukimaliza hiki chupa unakitupa. Kitupe kisije kikaonekana. Maana kikiona huenda inawezekana anakijua. Sawa? Unahakikisha anakunywa yote. Sawa. Mume wako utamweka hapa kwenye mkono. Tunaelewana? Sasa dawa hii chukua wewe mwenyewe. Hilo swala ulifanye wewe kama wewe. Mkishafanikiwa, jambo lenu likishaisha. Unajua utaratibu wetu ni nini? Sawa, hamna shida. Lakini sasa itakiwi muondoke hivi. Si mnajua tena? Hela mzuri. Sawa. Asante sana, hii nyekundu. Nyekundu. Basi hamna shida, hii tunaenda kuweka kwenye mizimu pale. Itakuja nyingi zaidi ya hiyo nikifanikiwa. Haki ya Mungu. Jamani, haya nendeni mtafanikiwa. Yaani mimi ninawaahidi kufanikiwa. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, hilo jambo limeisha. Yaani hilo ni jambo dogo sana kwangu. Tunaelewana? Yaani basi sawa, nyinyi nendeni msiwe na wasiwasi. Yaani usipofanikiwa, chukua hata gongo uje umpige nalo kule kwa mzee. Tunaelewana? Fuata tu masharti yangu nilokupa. Sawa. Haya, hamna shida. Haya. Tunaenda. Haya. Chamtema kuni, utaona chamtema kuni. Ukiwa msaliti wa mapenzi, utaona chamtema kuni. Ukiwa mwizi, utaona chamtema kuni. Mateso ya mapenzi, wivu na hasira. Hivi mwanamke umetokea wapi? Nimetoka kwa rafiki yangu. Ulitoa taarifa hapo ulipoondoka? Sasa ningemwagana na kati hapa mnamo. Kwani simu hauna? Simu haina chaji. Hiyo mwanamke wewe sasa hivi wewe sikuelewelewi ujue. Toka hizi siku 2-3 sikuelewelewi. Sasa mimi hapa kosa langu ni nini? Mimi nimekaa hapa masaa 3 na kusubiri wewe. Sifungua nazo ungekusha ingia ndani. Ningekuwa nazo ningeingia ndani hapa. Hebu ningefungua mimi nikalale bwana nini. Nipe funguo. Dawa yako inachemka. Wewe mke wangu. Bem. Hiyo chai niletea huko na ndani joto sana huko. Maumivu ya moyo. Ujinga kuniona mpole ndio umekufanya uko sema. Chai tu masaa mangapi unaingalisha tu muda wote, mimi hata nitoke niondoke. Chamtema kuni, vitisho na hisia za mapenzi vinatafuna hisia zangu, maumivu ya moyo. Chamtema kuni, vitisho na hisia za mapenzi vinatafuna. Mbona kudeki? Wewe vipi? Kama nilivyokuambia. Mambo yenyewe ndo kama haya. Jamani nyewe, lakini paka Huruma nini kwa mwanaume kama huyu? Shoga yangu, mimi cha msingi umeshafika kwako, maana sio kwa pombe zile za jana. Kondo unaondoka? Naondoka ndio, cha muhimu umeshafika salama. Na sikujua kama nilikuwa najua uwezi kufika nyumbani, maana kabla na wewe. Kwa hiyo shoga, naondoka. Halo. Halo kipenzi cha moyo wangu.
Vipi? Poa, mko wapi? Si tushafika nyumbani. Mbona mumetoroka hata mjaniaga? Kwanza nimechoka, mimi nishafika nyumbani bwana. Pombe za jana zile. Hebu fanya uje na shoga yako, kuna jamaa anatoa hela kishenzi huko. Atoa hela? Wewe njoo nitakupa maelekezo. Basi nakuja sasa hivi. Nipo na shoga yangu lakini mwambie tuko wawili. Sasa ukija hapa tunafanya kama hatujuani, maana huyo ni rafiki yangu na ana hela sana na anapenda wanawake. Hivyo fanya uje tupige hela hiyo. Shoga yangu. Kule tulikwenda jana. Kuna sponsor mpya na mihela huyo. Mwage mumeo basi twende. Nimwage nani bwana, hebu tuondoke. Za mapenzi vinatafuna hisia zangu, maumivu ya moyo. Afadhali nimekuona. Kwanza unatoka hapa? Unajua hii asubuhi nimeenda kuchukua mke wangu vitafunio vya chai. Okay. Umetoka kumchukulia maandazi? Ndio. Hivi wewe na mke wako kwanza kuna shida gani? Mimi na mke wangu sina shida nayo yoyote. Yaani wewe na mke wako hamna shida yoyote inaendelea? Hakuna chochote kinachoendelea wewe na mke wako? Chochote kile hamna. Yanayoendelea mtaani hausikii chochote kile? Sisikii chochote. Huwezi amini, mke wako bwana anatembea na watu hapa mtaani. Yaani kiufupi, mke wako anakudhalilisha. Na kama mimi shemeji yake, mimi ananizalisha pia. Mke wako anatembea na bodaboda, mke wako anatembea na muuza bucha, mke wako anatembea na yule kinyozi saluni. Na ukiachana na hayo, mke wako jana nimemuona mimi kwa macho yangu anatoka gesti. Na yule mimi ni shemeji yangu, unapigwa na uzizileta. Mimi mwenyewe hivi. Nimemheshimu tu kwa sababu ni shemeji yangu. Sikiza nikwambie bwana. Maneno yako yote nimeyasikia vizuri kabisa. Na mke wangu nampenda mno. Kwa hiyo unachokiona mimi ninachokwambia hapa ni upumbavu. Kwa hiyo unaona mimi nakwambia hapa ni ujinga. Usitegemee hata siku moja mimi nitamwacha mke wangu. Kwani una matatizo gani? Mbona mimi sijakuzoea hivi? Mbona umebadilika sasa hivi? Mke wangu nampenda sana. Haina shida. Wewe unampenda mke wako? Mimi nampenda kabisa. Kwa hiyo unaokuambia unaona ni upumbavu. Haina shida, wewe nenda. Unafikiri mimi nitachana na mke wangu? Wewe uko sawa kweli? Shoga yangu, kila nikikupigia simu patikani. Una shida gani? Simu nimedondosha shoga yangu. Nimeidondosha haifanyi kazi. Kwa hiyo unaishije sasa bila simu sasa hivi na hizi kazi zetu? Mimi nitakosa simu tena shoga yangu. Hivi ukiniangalia mimi wa kukosa simu? Simu lazima nipate. Na mambo yetu yatakuwaje bila kuwa na simu? Lakini shoga yangu yule mganga wako. Mama Kiboko. Sasa hivi ninavyokuambia, ninatoka muda ninaotaka, narudi muda ninaotaka. Hata ongee chochote. Na hata kulala nalala kule kule. Narudi asubuhi. Mimi nimekuambia sina kazi mbovu. Mimi siwezi kukupeleka sehemu ambayo haina mashamsham. Lazima nikupeleke sehemu inayoeleweka. Hapo na bado mbona? Yule mganga wako. Kiboko. Yaani Kiboko. Na bado mbona? Na bado. Hivi sasa hivi ninavyotaka. Tumpelekee tu shukrani yule mganga kama alivyosema. Hilo ndo lilobakisha tu shoga yangu. Mbona tutaenda? Yaani sasa hivi. Kama mama. Salama. Nilikuwa nakwambia hivi. Mimi ndoa imenishinda mama. Maisha naona magumu. Kula najitegemea mwenyewe. Unaongea na nani? Hapana, siongee na simu. Naona unaongea na simu kabisa, afu ananiambia hapana, hebu leta hiyo simu kwanza. Leta simu. Si mamako ulikuwa unaongea naye wewe? Tulikuwa tunaongea mambo mengine. Sasa mbona unaanza kuleta mambo mengi sio rafiki yangu? Kama ni mama tunasema mama, hebu shika simu yako hapo. Moyo unalia, sura inacheka, nateseka kwa mapendo yangu. Chamtema kuni, utaona chamtema kuni. Ukiwa msaliti wa mapenzi, utaona chamtema kuni. Ukiwa mwizi, utaona chamtema kuni. Mateso ya mapenzi, wivu na hasira. Unafanya nini hapa? Kwani wewe tunachokifanya hapa, wewe ni mtoto hapo ulipo? Okay, sawa, ningie funguo. Funguo iko pale tunapowekaga. Alafu kuna vyombo kule ndani vyatoka jana usiku hujaviosha. Unazurura tu. Nisivikute huko ndani.
mtema kuni. Ushirikina unaumiza maisha ya watu. Bebe, mtu gani tena huyu? Tumetulia na kuja na kuruga nani kwani huyu? Usi ndo yule bwege wa kule nyumbani, achana naye bwana. Bwana kusumbua nini, mimi niko na wewe hapa. Shida ni kwa sijui ndo maana nimeuliza bebe wangu. Ndio huyu, achana naye. Mtema kuni. Wangu. Leo hii nakuita tena hapa nakaa na wewe. Na hii inawezekana sio mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu kukuita wewe kuongea na wewe kwenye hili swala la mke wako. Unajua? Yaani wewe ndugu yangu sikukuzoea hivi. Wewe ulikuwa ni mtu mwenye misimamo. Yaani wewe ulikuwa ni mtu mwenye misimamo kwenye mambo yako. Lakini leo hii kwenye swala la shemeji umekuwa yani mtu wa ajabu. Nimeongea naye mara kibao lakini unielewi. Yaani leo hii inafika hatua unamruhusu shemeji anaondoka saa 3 usiku, anarudi labda asubuhi, anakuja amelewa na chupa mikononi, bado unamruhusu tu anakuja. Yaani napita pale na kukuta unafua nguo zake, chupi, sijui nini, nguo zake za ndani. Unainama pale, unabongoa pale muda wote, unaosha vyombo. Yaani wewe leo hii umekuwa vile. Mimi naona vitu vingi ulifahamu. Usilijua ni kama usipogiza. Upo kwenye giza bado. Yaani wewe unaniambia mimi nipo kwenye giza. Yaani wewe ndio upo kwenye giza sasa. Kwa sababu haiwezekani wewe unakuwa unafanya vitu ambavyo sio yaani mwanaume hatakiwi kufanya vitu kama hivyo. Yaani upaswi kufanya vitu kama vile. Yaani vile anapaswa kufanya shemeji. Sasa wewe haiwezekani unafanya vitu kama vile. Anakuja na mwanaume, yaani wewe unamruhusu anaingia ndani. Wewe upo unatoka nje. Hilo sio unaliona liko safi, lipo kawaida tu. Hivi kwanza umeoa? Lakini wewe ni rafiki yangu. Kwa hiyo swala lolote linaloendelea kwako liko tofauti, mimi siwezi nikakubali. Wewe bado utaendelea kuwa rafiki yangu na bado mimi nitaendelea kukushauri. Kwa sababu mimi nayekujua wewe wa zamani si wa sasa. Wewe umebadilika sana. Wewe uko tofauti. Mimi nakujua. Mimi nimeanza na wewe urafiki muda mrefu sana, sio leo hii. Kwa mimi nakufahamu mwanzo hadi sasa. Ndio maana nilikwambia wewe bado upo kwenye giza. Kwa hiyo bado wewe unasimama kwenye msimamo wako kwamba vitu unavyofanya unaona wewe uko sahihi. Mimi niko sahihi. Wewe unakaa pale unafua chupi, unainama. Kwa hiyo mimi nipo kwenye giza. Wewe leo uko kwenye mwanga, unabongoa pale, unafua chupi, unaosha vyombo. Unakunja nguo pale, unakaa pale, unajizalilisha tu mtoto wa kiume. Aisi. Na mapenzi ya. Mtema kuni vitisho na hisia za mapenzi vinatafuna hisia zangu, maumivu ya moyo. Weima! Nini tena? Ndio nini kujifungia mchana wote? Si nipo peke yangu. Kwa kama ukiwa kwako unafunga milango? Na wewe nani? Nilikuwa sijakutambulisha. Huyu ni mpenzi wangu kama unavyotuona. Yaani mke wangu muone umezunguka kote umekuletea hapa nyumbani. Sasa unataka tuende wapi? Unataka nimpeleke wapi? Alafu tuna mazungumzo kidogo. Unaweza ukatupisha mara moja labda? Mwende wapi? Tupishe basi, tuna mazungumzo mara moja. Pisha. Na usirudi huko ndani mpaka nikuite. Kwa blaza, unapopea maelekezo yafuate ili mambo asiwe mengi. Sisi tupo ndani huko. Hisia za mapenzi imekuwa shubiri, moyo unalia, sura inacheka, nateseka kwa mapendo yangu. Cha mtema kuni utaona, cha mtema kuni. Ukiwa msaliti wa mapenzi utaona cha mtema kuni. Ukiwa mwizi utaona
cha mtema kuni, mateso ya mapenzi, wivu na hasira. Cha mtema kuni, vitisho na hisia za mapenzi vinatafuna hisia zangu, maumivu ya moyo. Ujinga kuniona mpole ndio umekufanya ukose hisia za mapenzi vinatafuna hisia zangu, maumivu ya moyo. Ujinga kuniona mpole ndio umekufanya. Kaima, kumbe nasikia uko ncheni ya kweli. Nikasema hapana, ngoja nije nyumbani kwako hapa nijionee kwa macho yangu. Unafua, unapika, unaosha vyombo, unadeki, ingali mwanamke wako ni mzima na kakaa pembeni anachezea simu. Wazazi wanajua, kila mtu, familia nzima inajua kama unapelekeshwa huko. Nikasema hapana, tusichukue sheria mkononi, je nijihakikishie mwenyewe ni ya kweli. Na nimefika. Ni kweli nimekukuta unafanya hizo kazi mke wako kakaa. Kakaangu una nini? Wewe mwanamke umefanya nini kakaangu? Yaani kwanza umetoka huko ulikotoka umefika hapa kwangu hata salamu inakushinda wewe. Wewe si mtu mzima wewe. Mapenzi yangu mimi na mume wangu yanakuhusu nini? Hebu sikiliza nikwambie. Jali kilichokuleta hapa. Ya hapa yatakushinda. Sasa hapa nimejionea kwa macho yangu. Hapana Kakaima, naomba tuzungumze. Naomba tuzungumze mara moja. Mke wangu, naomba mara moja tu nimsikilize. Lakini kwa nini wanaingilia mapenzi yetu? Huko mimi naenda kumfukuza huko. Utajua mwenyewe na ndugu zako wasiokuwa na akili. Huko tena kumfukuza huko. Mimi nakusikiliza. Kakaangu, una nini kwani kakaangu? Yaani mimi sikuamini huko nje watu wanavyozungumza, nikasema hapana. Ngoja nije nyumbani kwako nijionee kwa macho. Kwa sababu kuna kipindi cha nyuma kile nimekuja lakini wifi alikuwa sawa. Lakini sasa hivi majukumu yote ambao alitakuwa afanye mwanamke wako nyumbani unafanya wewe kaka. Nikasema nije hapa nijionee kakaangu. Kuna nini kinaendelea? Mbona mimi sielewi? Wifi yangu amebadilika kwa kiasi kikubwa. Inafika hatua ananiambia mpaka mimi nakutaka wewe. Kweli? Mpaka hili swala nyumbani wazazi wanalijua, kila mwanafamilia analijua. Kama wifi yangu amebadilika, amekubadilikia wewe na wewe unafanya kila kitu, umekuwa kama mtumwa. Kwa nini imekuwa hivi? Una matatizo gani kwani? Dadangu bwana. Dadangu kumsaidia vyombo mke wangu ni jambo la kawaida. Jambo la kawaida. Kwani kuna mtu ambaye amsaidii mke wake? Mimi nimeamua kumsaidia mke wangu. Hili alipo sawa kabisa. Hili alipo sawa. Wewe kuna kitu hakipo sawa, ila mimi nitakusaidia. Mimi nahisi dadangu umechoka. Unahitaji muda wa kupumzika kidogo, afikishe ile swali tutaendelea vizuri. Hapana, yani mimi siwezi kupumzika kwenye nyumba kama ile. Yani siwezi kabisa, kwanza tutazalulika wote. Yani bora niondoke. Lakini mimi nitakusaidia kwenye hili swala. Naomba tu mimi niondoke. Mimi siwezi kulala kwa kweli. Siwezi kulala kwenye hiyo nyumba. Si kawaida dadangu, si vyombo kawaida. Mbona mnakuwa mnakimbia? Yani vyombo tu mtu ananifungia safari kutoka huko mpaka huko sababu vyombo. Vyombo tu. Mgangu. Hadi bado nusa tu. Nimchape makofi. Mtema kuni, unasemaje wewe mwanamke wewe? Yaani jana usiku tumezungumza, usiku mzima tumekesha tunaongea. Hivi nini nakijeleweka jana wewe mwanamke wewe? Hivyo unafanya mimi sina akili au? Yaani kwa maana mimi sijielewi. Nishakwambia ndani hamna unga, hamna mkaa, hamna chochote. Na kuvumilia njaa, na kuvumilia shida humu ndani. Nalala njaa kuanzia usiku mpaka mchana. Sasa wewe sikiliza, wewe si unaondoka? Baba wewe nenda. Ila utakipata cha mtema kuni. Unasemaje wewe? Nimekwambia hivi, nenda utakiona cha mtema kuni. vitisho na hisia za mapenzi vinatafuna. Nakusikiliza, maana umeniita afu ongea. Hivi nyinyi wanawake mna matatizo gani? Kivipi? Wewe unajua Ima ni rafiki yangu.
Leo hii unaenda kumchukua mke wake, unaenda kumpeleka kwenye tabia za ajabu ajabu. Unampeleka si wapi huko, kwa wanaume huko. Shemeji yangu hadi leo hii mimi namuelekeza rafiki yangu anashindwa kunielewa. Rafiki yangu simuelewi sasa hivi amekuaje. Ana tabia yani kila nikimuelekeza yani sio amekuaje, amekuwa kama zuzu waeleweki. Kwa sababu wewe unamchukua, unampeleka klabu, unamnyesha pombe, unamtafutia wanaume. Yani wewe imeonekana ndio tatizo kubwa la kuvunja ndoa ya rafiki yangu Ima. Haiwezekani. Na mimi kama rafiki yake, naona ndoa yake inakuwa na misukosuko. Siwezi nikakubali. Ndio maana nimekuita hapa ili nikuelezee hili swala. Na nasikia mke wake sasa hivi halali nyumbani. Na chanzo inaonekana ni wewe. Unamchukua, unampeleka klabu, unampeleka si wapi huko, unampeleka si mazingira tofauti tofauti, unamtafutia wanaume. Yaani mke wake unaonekana umembadilisha, amekuwa na tabia za ajabu ajabu. Mke wake yani amekuwa hovyo na yote chanzo ni wewe. Mimi sina chanzo chochote. Wewe mambo kulala kwake yanakuhusu nini? Wewe kwake unalala naye kila siku uko naye. Chumbani kwako unaingia unakaa kweli hayupo. Acha upekupeku mtoto wa kiume. Afu ni mwanaume, punguza mdomo. Acha umbea. Mambo mengine hayakuhusu. Hapana, yule ni mke wa rafiki yangu. Kwa lazima mimi nikiona mke wake anakuwa yuko vizuri na wewe ndo rafiki yake, lazima mimi niingilie kati kwenye hili swala. Na wewe ndo unamwalimu na wewe uko naye karibu muda wote. Ukiwa huna vitu vya kuongea usiite. Nachokuomba, wewe mke wa rafiki yangu muache. Sababu wewe unaonekana ndo unamwalimu. Ni hivi, ukiwa kuna mambo ya kufanya usinisumbue. Mimi nina shughuli zangu za kufanya. Hivi mwanamke una shida gani wewe? Na kitu gani kimekutuma wewe uchukue simu na kuwapigia nyumbani? Na kibaya zaidi unaambia kwamba ina wanawake wengi. Okay, basi fanya wanawake nao sawa. Kinachokuuma ni kitu gani wewe? Na ulipopiga simu nyumbani wamekusaidia kitu gani? Kitu gani kimebadilika? Mbona kwa hivyo mwanamke wewe? Leo itakuwa ni mwisho kukaa hapa kuongea mimi naye kwa amani. Endapo ukiendelea na mambo yako, kwa kweli utaniona mimi. Na haujui upande wangu wa pili ni upi. Na usitaki kujua upande wangu wa pili ni upi. Hivi wewe anayekupa kiburi siwezi nani? Umekuwa jeuri sana wewe. Yaani kuna muda anacheka utahisi ni mazuri. Umekuwa na kiburi kweli yani wewe mwanamke wewe. Usitake nirudie lile neno kwamba utakiona cha mtema kuni. Ila endapo utaendelea na upumbavu wako na kuahidi utakiona cha mtema kuni. Unaniambia cha mtema kuni mimi? Hivyo mbona kama una akili wewe mwanamke wewe? Wewe ndiye tu una upumbavu wako. Utakiona cha mtema kuni. Yaani dadangu umeshindwa kabisa yani kulala nyumbani wakati kuna sehemu kupo umeenda kulala sehemu nyingine? Hapana, kaka Ima, singeweza kulala nyumbani kwako ingali tabia za mke wako ziko vile. Alafu nilale nyumbani kwako, ningebaki angetudharau wote. Na alafu pia sitoshe, mimi nilikuwa naombi. Nilikuwa nataka unikubalie almost wiki moja tu twende nyumbani. Si tushaongea kama familia, tujue namna gani vipi ya kukusaidia. Lakini ili mambo yetu yaende vizuri na msaada wako upate kiurahisi zaidi, tulikuwa tunaomba wiki moja tu uje nyumbani. Mimi nesi hujui kinachoendelea. Mimi natambua mimi na akili mambo kabisa ninachokifanya nakifahamu. Nakifahamu kabisa. Kwa hiyo ondoa shaka, unaleta tatizo, ondoa shaka. Na kuomba kaa ndani ya wiki moja, alafu uje nyumbani uone kinachoendelea nini. Nenda nyumbani. Kaa wiki moja, alafu uje huku kwangu. Na utajua kila kitu kinachoendelea hapa nyumbani kwangu. Na utajua kila kitu. Kwa hiyo mimi nakuomba dadangu wewe nenda. Kwa sasa hivi huwezi kuelewa chochote. Kwa hiyo mimi nachokuomba dadangu wewe nenda tu nyumbani. Afu kama nilivyokueleza, baada ya wiki moja uje nyumbani. Na unapofika nyumbani waelezee kila kitu. Lakini wewe kaa baada ya wiki moja uje huko. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini kaka bwana unatia mashaka sana. Tunafikiria huenda labda ili tatizo linaweza likawa kubwa zaidi ya hapa. Sababu sasa hivi unafanya vitu ambavyo mwanzo ulikuwa uvifanye, yani umekuwa kama zezeta. Ila kama umeona nirudi baada ya wiki moja sawa, haina shida. Mimi nitalifanyia kazi swala lako. Naenda. Nateseka kwa mapendo yangu. Chamtema kuni utaona chamtema kuni. Ukiwa msaliti wa mapenzi utaona chamtema kuni.
Pole na kazi mume wangu. Asante mke wangu. Unajua mke wangu mimi nakupenda sana unajua. Nakupenda pia mume wangu. Hapa mke wangu nimeshakufulia. Nimefagia uwanja na nimedeki ndani. Nakupenda sana. Unajua majirani wanalalamika kila siku wanalalamika wanasema eti ufanye kazi yote mimi nafanya kazi mimi. Achana nao wao. Sisi tunajali maisha yetu. Niambie. Mimi kuna kitu nimefikiria. Unajua nilikuwa nataka nikuombe. Kitu gani hicho? Nilikuwa naomba hati zako za nyumba na mashamba ya Kombezi unipe mimi nizihifadhi. Sema ni mke wangu. Yaani mke wangu ndio jambo la kuniomba hilo. Ndio lazima nikushirikishe mume wangu. Lazima nikuombe. Hiyo lipo ndani ya uwezo wangu. Kwa hiyo ndio tutapata. Kesho asubuhi nitakupa vile hizo hati nitakupa. Kwa sababu sasa hivi ziko mbali sana nitakupa kesho asubuhi. Ndio maana nakupenda mume wangu. Hujawahi kunipinga. Nakupenda pia. Na nishakuandalia kule chai. Nenda ukanywe. Asante. Ukiwa mwizi utaona cha mtema kuni. Mateso ya mapenzi, wivu na hasira. Mimi nitampatia hati zote. Kwako mimi nampenda. Haina shida. Kitu gani? Watu wanakabidhi mijumba huko na manini huko. Kasoo mimi hivyo viwanja tu hivyo viwanja viwili vitatu tu hivyo. Na hicho kinyumba tu hicho. Shogangu umehamia mbali. Mwanzo umekuja huku kutafuta nyumba ya bei rahisi. Kazi zenyewe unavyojua madanganyo sasa hivi hawatoi hela shoga yangu. Mtu ukimwambia nipe hela na kuletea mambo ya ajabu. Ila kwa ile shogangu kitoleta mimi kitu kimoja. Mwambie shoga yako. Mimi yule sio shoga yangu nadhani unanielewa. Mwambie shoga yako. Aache kuingilia masponsa wangu. Maana naona ananiingilia hadi maungoni sasa. Yule tena. Bibi wewe. Bora tu umeniambia. Nimemchoka. Unajua nimemchoka yule bibi. Yaani huko nasikia anatembea huko na maboda boda. Mafundi gereji. Sijui madude gani mpaka anafikia stage anabeba wanaume anaingiza ndani kwa mume wake. Yaani yule bibi nimemchoka yule. Na namwambia analeta kiburi. Mwambie alikuja tulimleta sio. Ila shogangu umeyatafuta. Maana rafiki ndio wewe unasema kwamba umempeleka huko. Mimi nilimpeleka kule kwa Kalumanzira, lakini mama amenitokea puani. Yamenitokea puani mimi bibi. Najikuta nikitembea mtaani mpaka nanuka. Nanuka mimi, nanuka shombo, mtoto wa kike. Yule bibi nimemchoka. Maana hilo ndio nilisema mwenyewe nimemchukua. Mimi tena shoga yangu na mama. Mimi yule nitakoma. Shoga yangu maana tuko tunakuja. Bila sia maji sikia ku. Ndio niko nakuja hapo. Unakuja unaenda? Subiri kidogo nakupigia. Na hivi viungo vyako unaenda? Hivi wewe. Kila safari unataka kuifanya huko ndani mpaka niwe nakuaga. Kwa hiyo hata nikitaka kwenda chooni nikuage. Mume wangu sasa hapa naenda chooni. Mume wangu sasa hapa naenda mara moja kwa rafiki yangu. Kwa hiyo kila kinachoendelea ndani mpaka nikwambie. Hapa nasema uondoke. Naondoka. Auondoki. Na naondoka. Auondoka. Niachie basi. Nikwambie. Yeye ndo unanipiga? Na ukirudi utaona. Na wako nikuta mlango umefungwa. Yeye unanipiga kabisa unanipiga? Ani jambo la serious unanipiga? Na utaona. Hivi bwana, hivi unajisikiaje kutembea na mke wako? Je, angekuwa mke wako ungejisikiaje? Sikia blaza, nikwambie kitu. Na imani kuna kitu hujakijua. Mkeo sio kwamba nafuta dada peke yangu. Tupo wengi blaza. Yaani kiufupi ni shirika. Hivyo basi kama utataka kwamba kila anayepita na mkeo unagombana naye, utagombana na mji mzima. Na mkeo kaniganda kwa sababu nafuta dada vizuri. Yaani nafuta dada haswa. Kwa cha kufanya blaza ni kushauri, piga haswa blaza. Piga haswa. Usitie huruma blaza. Wewe unafikiri mke wangu mimi si mshedede? Tena mshedede haswa haswa. Alafu kumbuka yule ni mke wangu yule. Yule ni mke wangu wa ndoa. Sasa wewe endelea kushededa wenzako. Utakutana na mtema kuni. Oh blaza. Hebu acha mikwara bwana blaza. Nakwambiaje? Piga haswa.
Sasa wewe kijana endelea kumsaidia. Alafu kumbuka yule ni mke wangu wa ndoa. Hivi shemeji, umeshindwa kabisa kumlinda mkeo? Ulivyo mzuri hivyo, ulivyo handsome, umeshindwa kumlinda mkeo kabisa kwa mambo anayoyafanya huko mtaani. Hivi wewe unafikiri mimi sifahamu chochote kinachoendelea? Mimi najua moja mpaka mwisho. Maanisha nini? Wewe ndio chanzo cha mke wangu kubadilika. Sio kweli. Ikifika muda ndio utajua. Kwa sasa huwezi kufahamu. Ile dawa yako bado inachemka. Sio kweli, sio kweli, sio mimi. Na dawa yako ishamaliza kuchemka, wewe ndio utakufa. Shoga yangu, mbona upokei simu zangu? Simu jana nimerudi imezima chaji. Na hivi tunavyoongea simu iko ndani. Jana nimelewa mbui. Sijakumbuka hata kuchaji simu. Kuna nini kwani? Mbona mbio mbio afu tunaitana uchochoroni kama hivi? Nimekutana na mume wako hapo juu hapo. Mume wangu mimi? Mume wako ndio. Kutana wapi? Hapo juu hapo. Maneno alioniambia. Nakwambia nini? Kasema mimi ndio chanzo cha kukuharibu wewe. Yaani nikajua au ni wewe umemwambia nini? Kwani kakwambia nini? Anazijua issue zetu zote. Ameniambia hapo maneno mpaka mimi mwenyewe nikachoka. We. Yeye kajuaje? Sasa sikiliza nikwambie. Sasa hivi kuwa makini. Ete? Kuwa makini na yule mwanaume. Inaelekea anajua kila kitu. Lakini asubuhi ameamka, kaosha vyombo, kafagia uwanja, kanipigia deki nyumba, kanifulia. Hivi tunavyoongea yupo ndani kalala. Tena usiniponze mama. Mimi hapa yani sitaki hata nikute hapa. Nitakukana futi 100 kama sikujui shoga yangu. Kwaheri. Kwa ndo naondoka. Wewe pambana naye. Weka huko. Chamtema kuni utaona chamtema kuni. Ukiwa msaliti wa mapenzi utaona chamtema kuni. Sasa mbona tunaishia nje? Tuingie ndani. Afu nachukulia kiwepesi sana eh? Unajua kuna muda mimi napata wasiwasi kweli anikuja hapa mimi. Sasa unaogopa nini? Hivi na ninapokuja hapa uogope hapa? Au sio ukijua ni kwamba mimi nimekutana na mmeo. Umekutana na mume wangu? Ya mmeo. Wapi? Hapo juu hapo mtaani hapo. Na kibaya zaidi maneno aliyoniambia yale maneno yale nikijaribu kutafakari hadi naogopa kuingia ndani hapa. Sasa mimi nimeshakwambia yule nimemweka hapa. Na hata chochote anachokijua wasiwasi wake tu. Huenda tu labda anavyoona anakuja hapa na kutishatisha ili usije. Hana hata anachokijua hiyo. Sasa wewe unaogopa nini? Ya umeniambia sawa, lakini kuna muda mwingine anakuwa na wasiwasi. Unavyoniambia mmeo Zuzu, kiangalia na maneno aliyoniambia pia. Nikakwambia maneno gani? Ananiambia utakiwa chamtema kuni. Sana jaribu kujiuliza. Kuna muda nawaza labda unavyoniitaita hapa unaniambia Zuzu. Na sababu ananiongopea tu mtu mnanichora. Alafu sasa ananiambia mara mume wako utafengi vizuri sio nini? Wakati nilipokutana naye pale kajisifia kweli yani. Kajisifia sana. Sasa hicho kinafanya mimi niwe na wasiwasi kuja hapa. Mmeo yule, kumbuka mmeo yule. Unaingia ndani uingie ndani. Kwanza nisikilize. Kuna muda jaribu kwanza labda. Unaingia ndani atuingie ndani. Ushirikina unaumiza maisha ya watu. Shemeji, mara kadhaa ninakuona na Salome. Kila ninakopita nakuona na Salome. Sasa nataka nikuonye. Ninachotaka kukwambia, achana na Salome. Yule mume wake usimuone ni Zuzu. Nakwambia hivi kwa sababu hujui haya mambo yameanzia vipi. Unajipeleka tu pale, unapeleka tumbo lako pale. Kitakacho kukuta, hutaamini katika maisha yako. We mwanaume mzima, unakosa mpaka hela ya gesti. Shilingi 5,000, 10,000 unakosa ya gesti. Mpaka uende ukajilaze pale. Umejiachia tu. Nakwambia kitakacho kukuta, hutaamini katika maisha yako.
Hauna mwonia wivu nini? Unajua Salome navyoona anazunguka anaenda wapi, lakini mimi ndo natuliza. Kuka mnaona wivu kama vipi na wewe njoo tu mimi na wote mimi na wewe Shalobalo wewe. Utanipa nini mimi? Kwanza wewe una vitu vyangu. Mimi na watu wangu. Tazame jinsi nilivyo. Mimi na watu wangu. Wewe mchefue huyo Salome. Mimi nimekuonya. Narudia tena kukuonya. Wacha kwenda kwenye kile chumba. Utapatwa na kitu. Hutaweza hata kujisaidia. Wae. Endelea kwenda. Sema naye mtu. Kumbe vitu vipo Shogangu, mbona kupigia simu upokee mara upatikani? Nini shida? Mimi mpaka naharibu nauli, natoka huko napanda boda paka hapa kwa nini? Kumepambazuka, kumekucha. Wewe sema kilichokuleta bibi. Kwani kuna nini? Basi elewe. Unajua nimekuchoka wewe. Yaani nimekuchoka. Nimekuchoka kabisa yani. Yaani wewe leo hakunichoka mimi. Nisichoke hivyo vipi? Nimekuchoka. Hayo umenichoka kwa lipi? Bibi unagawa. Bibi mimi nafanya lakini wewe too much. Unagawa kama pipi. Hapana, kwa kweli mimi nimekuchoka. Yaani nimekuchoka bibi wewe, sikuwezi. Nimekuchoka. Nimekuchoka. Kwanza wewe umenisababishia mpaka nimegombana na rafiki yangu Elena. Kazi kuchukua mabwana zake. Yaani wewe sijui ni mtu wa design gani wewe. Nimekuchoka bibi wewe, nimekuchoka. Kwani kule kuna bwana wa permanent kule? Unavogaa kama pipi. Ulipole unayemkuta na kitanaje Joshi ni rafiki yako ni wa nani? Wewe leo unaniambia fanya uondoke, usilete ngonjera mimi. Chapa mwendo bwana. Mimi nafanya lakini wewe ndio unaongea maneno kama haya. Bwana ulifanya ndio huko. Chapa mwendo huko. Ujinga kuniona mpole ndio umekufanya ukose maamuzi. Sasa unaweza kurudi ndani hapo. Lakini ningekufikisha paka pale juu jamani. Sasa mimi nitaenda. Usijali wala nini. Wewe rudi tu ndani. Lakini nilikuwa bado nahitaji kupumzika na wewe. Usijali bwana. Unajua nakupenda sana mwanamke. Na sijui umenipa nini yani. Nakupenda pia. Napenda sana kipenzi changu. Hivi mwanamke atakuwa ameenda tu. Sema atajua cha kufanya tu. Maisha unanipanga kweli kichwani mwanamke. Chantema kuni vitisho na hisia za mapenzi vinatafuna hisia. Wewe vipi? Si umetoka hapa muda sio mrefu ni nani? Afu mbona napiga sana simu zangu upokee. Simu yangu ilikuwa chaji ndio maana sikuweza kuisikia. Hapa penyewe nipo natoka. Sasa sijui wewe ulikuwa unaenda wapi? Mimi nimeenda kule nyumbani nakuta tu mwenyewe hivyo. Nikaona bwana nirudi tu nije tulie wote siku nzima mpo hapo ndani. Mimi niko natoka. Lakini kwa nini usikae na mkeo huko? Mara moja basi unatulia na mkeo. Kila muda umeniganda mimi tu. Nimekwambia nimeenda kule sijakuta mtu. Nikaona bwana nje tulie wote huko ndani. Lakini mbali na hilo pia kuhusu ile issue ya madalali ile. Na madalali nimewapata hawa. Na wapo vizuri of course, bei zao angalau kidogo zipo juu. Kwa nikaona pia nije tuliongelee hili swala hili. Kama vitu vyote vipo tayari, hati zote, viwanja na nyumba, sibeta tuongee nao tufanye biashara. Nitaziandaa kesho. Nitamwomba huyu bwege aniandalie kesho. Alafu tunavokuwa tunaongea hizi issue ya mambo, jamaa kwa leo chochote au asikii. Achana naye huyo, ana anachokijua anachokizungumza. So
Hapo na muda mwana najishtukia, unajua mwanangu mwenzangu. Bwana usijali, mimi si ndo nimeshakuruhusu. Mimi mpaka kufika kukuruhusu kuja hapa itimezi nina mamlaka na hii. Alafu mbona muda wote tunafikia upo busy na simu yako hapo? Na muda wote naona simu tu inaita, unashika, unakata, haupokei. Hebu pokea hiyo simu bwana. Ya maana hii. Leo niko naongea na wewe hapa. Ingekuwa ya maana si ningepokea. Unataka kusema kwamba hata simu zangu ilikuwa hivi, unaona sio za maana. No, haikuwa hivi. Basi pokea hiyo simu. Sawa, ila kila simu ya maana, basi hiyo simu ipokee, wasiendelee kusumbua kama hivi. Vipi? Lakini nimegoma sio mtu wa maana. Pokea hiyo simu nakwambia, pokea. Afu mbona tunaingiliana sana? Wewe ni wala tu. Unasemaje wewe? Kwani umeniona unasemaje? Nini? Wewe, nasemaje? Najua sijakuoa lakini napakugaramia zaidi ya mpumbavu aliyekaa. Kwa hiyo Wenda kufanya mamlaka gani hapa uko kwangu? Nitakubomoa, hebu leta hiyo simu kwanza. Leta hiyo simu. Natumia gharama nyingi sana wewe. Wewe sikia wewe. Usinipande kichwani kama hivyo, sawa? Wewe ni hawala tu wewe. Utanioa, usinipande kichwani kama hivyo. Yaani wewe hivi Vincent ninavyokupa, unachukulia mimi bwege tu, nitakuja kukuumiza mwanamke wewe. Wewe uniumize mimi wewe. Wewe unasemaje? Hebu leta hiyo simu kwanza hapa. Sikupi simu. Nasema leta hiyo simu. Sikupi simu. Kwani vipi? Wewe leta hiyo simu. Na ule msefu my love nani huyo? Umbe napokuwa napiga simu zangu pokea, unakuwa na pumbavu wako unafanya tu ndani huko. Wewe nitakubomoa sasa hivi wewe. Huwezi kunibomoa. Kwanza una mamlaka hata kwangu. Nasemaje? Kwa hiyo utanifanya nini? Wewe unatakaje? Huwezi kunibomoa hata siku. Wewe. Unajua unijui wewe mwanamke wewe. Wewe.